Mtumishi wa Mungu na kusalimu kwa jina la Yesu Kristo, uliye wa mabara ya nje, mabara ya Ulaya, mabara ya Afrika na nchi ya Tanzania. Na kusalimu mtumishi wa Mungu, tuko kwenye kipindi cha neno la Kristo. Leo mchana wa leo karibia saa 6 au ni saa 6 kamili niseme na madakika, tunaenda kujifunza neno la Kristo. Mungu anasema nini maandalio ya siku za mwisho kwa ajili ya dunia mahali ilipofikia na sehemu maisha ya leo. Tukaangalia kitabu cha Amos sura ya 8 mstari wa 9, nasema tena itakuwa siku hizo, asema Bwana Mungu, nitafanya jua litue wakati wa asubuhi, nami nitawaitia nchi giza wakati wa nuru mchana, nami nitazigeuza sikukuu zenu kuwa maombolezo na nyimbo zenu zote kuwa vilio, nami nitaitia nguo za magunia katika viuno vyenu na upanga katika kila kichwa, nami nitafanya haya kuwa kama maombolezo kwa ajili ya wana wa pekee, na mwisho wake kama siku ya uchungu. Angalia, siku zinakuja, asema Bwana Mungu, ambazo nitaleta njaa katika nchi, sio njaa ya kukoswa chakula wala kiu kukoswa maji, mbali ya kukoswa wala inasema maji, mbali ya kukosa kuyasikia maneno ya Bwana. Nao watatangatanga kutoka bahari hata bahari, na kutoka upande wa kaskazini hata upande wa mashariki. Amen. Baba, asante Mungu, na kushukuru kwa jina lako. Neema yako Baba itawale katika jina la Yesu Kristo. Mungu aliye mkuu, katika neno lako Baba litawale. Baba, ukawe pamoja nasi katika leo, mchana wa leo. Asante Baba, nakubariki katika jina la Yesu. Amen. Basi mtumishi wa Mungu, tunaenda kuandaa neno la Kristo. Tunapozungumzia habari za siku za mwisho, Mungu amezungumza picha ya kuliandaa kanisa, kila mtu ajue. Anasema wakati za siku za mwisho ataifanya nchi kuwa giza. Shapili anasema ataifanya nchi, watu watakuwa na maombolezo makali, watu watavaa nguo za majunia. Shapili anasema ataleta kiu ya chakula, ataleta kiu ya maji, ataleta kiu ya neno la Kristo. Lakini anasema kiu ya chakula sio chakula unachokula kwa leo, wala maji sio maji unaokunywa. Maji aliyezungumza kwa undani ni Roho Mtakatifu. Aliposema neno chakula, manake ni neno. Nataka nizungumze. Anasema watu watatangatanga, watakimbia huku na huku kutafuta neno. Biblia inasema hawataliona. Kuna wakati kama leo tulivyo, watu wengi wamepotea, watu wengi wameibiwa ufahamu, watu wengi wamemwacha Mungu wa kweli. Mpaka nikiangalia viongozi wa juu wameacha msingi walioitiwa. Kuna baadhi ya watu wameingizwa kwenye dini za ahadi za hili, watapewa magari, watapewa zawadi, watapewa udhamini. Wamemwacha Mungu wa haki, wamejiingiza kwenye makanisa ya kuundwa, na leo wamemwacha Mungu. Wamebadilisha mpaka misingi ya makanisa, wamebadilisha mpaka nembo kwa ajili ya manufaa ya familia zao na sababu ya makanisa, na viongozi wa makanisa wamekubali. Dunia iko mwisho. Mimi nataka niseme hivi, ninazunguka, ni mhubiriaji wa Injili, ninaenda sehemu mbalimbali, unakuta mtu anakuambia mimi nilikuwa PAG, mimi nilikuwa TAG, mimi nilikuwa PCT, mimi nilikuwa Living Water, mimi nilikuwa sijui kanisa gani, mimi nilikuwa AGT, leo niko Korea, leo niko kanisa la Uchina, leo niko, kwa sababu zinachowasumbua hata viongozi wa makanisa au viongozi wa dini ni njaa.
wanatafuta matumbo wanenepe. Paulo anasema Mungu wa matumbo amejaa duniani. Wafilipi sura ya 3:17 anasema yuko Mungu wa dunia, Mungu wa matumbo. Leo watu wameacha imani. Leo yuko mtu tayari kuliuza kanisa ili apate magari. Wengine wameahidiwa zitakujengea kanisa, tutakuletea spika, tutakuletea nini, na yuko tayari kubadilisha msingi wa kiroho ili atafute manufaa ya familia. Sikiliza nikwambie, hukumu ya Mungu yuko pale pale, na anasema neno litatoweka duniani, alafu itakuweko njaa ya chakula ya neno. Watu watalitafuta neno hawataliona, wahubiriaje watu wapata. Utasikia na kama ninavyokuhubiri leo, kama na wengine wanapokuhubiri utawasikia, kwa sababu neno litakuwa na kiu. Kila mtu atatafuta alipata hata liona. Nataka nikwambie mpendwa, kama unapoona watumishi wa Mungu wanaharibika na wewe ni mshirika na wewe uko pale na unaona mafundisho ya leo kama yalivyogeuzwa, leo watu wako tayari kuwafundisha baraka tu, halafu na mtu anafundishwa mazoea ya baraka, mjenga manyumba, utapokea baraka, pokea magari, lakini hana msingi. Unaomwambia mwenyewe pokea gari, ana dhambi ya uzinzi. Unaomwambia pokea mandazi, ana dhambi ya usherati. Unaomwambia pokea nyumba, ana dhambi ya kuua, ana dhambi ya kutoa mimba, alitoa. Yani unajikuta mtu anambia pokea gari, pokea nyumba, unajikuta anaposema hivi, yule mama ameweka sindano, ameweka njiti kwenye mkono, alafu wakati hivi anapoweka njiti kwenye mkono anajua sio dhambi, alafu unamwambia pokea gari. Atapokeaje gari? Atalipokea, mwisho wake unaisha. Maana yule mtu janamu ni ya kwake, na wewe umeujenga msingi wa kuliambia kanisa barikiwa. Sikiliza, wachungaji wafahamu hili neno. Shetani amejipanga kulizofisha kanisa. Ameondoa mahubiri ya haki na kweli, ameondoa mahubiri ya kuwaelekeza watu kwenda mbinguni, ameweka msingi wa kuwaelekeza watu kwenye mafanikio sana, ili kuwajenga msingi wa kiroho. Amewaondolea wahubiriaji wakubwa, wainjilisti na walimu mbalimbali. Leo wako tayari kufundishana mahubiri ya nguo tu, wako tayari kufundishana mahubiri hivi. Ngoja nikwambie, mtu anakuja kanisani yuko uchi wa mnyama, anaingia kanisani yuko ana nguo fupi, alafu kijana amevaa moto, nguo za ndani zinaonekana, alafu anaimba fire, na pasta yuko pale anaangalia na cheka. Mahubiri hayo ya kuambia watu wabadilishe nguo hayapo. Leo watu wabaki wabarikiwe. Atabarikiwaje ambapo yuko vibaya? Ataendaje mbinguni ambapo Mungu anamchafua? Mimi nataka niseme kitu kimoja. Kama msingi wa Kristo tumeuacha, inatakiwa Tanzania tuombe toba. Na ndio maana leo Biblia inasema hivi, nyimbo zao zitakuwa maombolezi. Na ndio maana ukiangalia leo waimbaji, nenda ukaangalia mwimbaji leo, waimbaji wengi mpaka wengine wa kike wanaingia kwenye upotofu wa imani za kishetani. Mtu anaenda kupiga gym na ni mtoto wa kike, anafanya mazoezi ya kunenepesha matako ili anenepe. Maisha hayo yametoka wapi? Shetani mbona ametufunga hivi? Inatokanaje wewe mwimbaji wewe ni mtumishi wa Mungu anaanza kufanya gym hivi? Maisha ya gym yalitokana na nini? Yanatokanaje na Mungu? Ili uvimbe mwili, ili ufanyaje? Upigane na nani kwenye jukwaa? Leo waimbaji wameharibika. Leo waimbaji wako madhabahuni wanavaa suruali na wako tayari kuvaa, yani mpasuo umepasuka kuanzia kwenye koti mpaka hata yani kabisa kwenye kiuno, na anaimba na watu wanashangilia, alafu wanakata mauno. Na watumishi wa Mungu tu kwa madhabahuni tunakaa tunaangalia, hatuwakemei, tunasema tutawakwaza. Heri wakwazike ili wajipange msingi wa kimungu. Mimi nataka nikwambie kitu kimoja. Neno litakuja kwa kuwa adimu na watu watalitafuta, na wakati watu wamejipanga kuvaa nguo, neno limetoweka. Na Mungu anasema ataikunja dunia kama karatasi. Na sisi tumeshindwa kuambia watu kweli. Tutadaiwa, watumishi wa Mungu mtadaiwa, maaskofu mtadaiwa, wachungaji, kwa sababu mmeinama, kwa sababu mnang'ang'ana kupokea vitu vya mwili, mnashindwa kuwaelekeza watu. Na ndio maana ukiangalia leo watu wanashindwa kuwapa msingi wa kiroho. Washirika wamekuwa adimu.
kwa sababu walikuwa watumwa, wameishiria kwa manabii huko. Na sisi tumeng'ang'ana hawa tunaowaona wanakuja wanapotaka. Hata kama kicha nguo ziko nje, tunasema wako sawa. Sikiliza, heri ukaenda mbinguni na washirika 10 au 5 kuliko kukana kanisa la watu 700 halafu wote wapofu, halafu magari yaliyoharibika. Using'ang'ane kukana washirika 800 halafu aliyokoka ni mmoja. Heri ukakana watu 50 wapenda mbinguni hata 40, 10 hata wapotee potelea mbali, kuliko kukana watu 100 halafu waenda mbinguni wawili. Ni hasara, tutadaiwa. Watumishi wa Mungu, tujue haya maisha ya leo watu wameharibika. Shetani iko mbio, ana 300 karibia kwenye 400, lakini watu tunaelekea wapi? Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikwambie mtumishi wa Mungu nimalizie. Dunia, Biblia inasema katika Amos, Mungu ataifanya giza, watu wataonana. Giza linalozungumziwa ni giza nene. Mtu hata kama akikanyaga chini anaona utisho wa giza nene. Nataka nikwambie kitu kimoja. Biblia haijipindi. Biblia, Mungu alisema tutavaa mavazi ya kusitiri mimi. Inatokanaje wewe leo unavaa paka wewe mwimbaji unabaki uchi? Leo ni mhubiriaji unabaki kuvaa moto. Wewe ni mhubiriaji unakuwa mtu wa ajabu. Wengine kwa wanaenda mbali wanamkufuru Mungu bila kujua. Mtu ni mwimbaji anapaka nywele rangi zinakuwa nyekundu, mwingine rangi za kijani, mwingine rangi za msauzi. Unashindwa kuelewa. Mwimbaji anaweka makucha ya bandia. Mtu anashindwa, alafu kipindi anaweka makucha ya bandia na paka na kope bandia. Mungu gani huyo? Mungu gani? Mimi nauliza, Mungu gani dunia hivi? Tanzania nani ameturoga? Mimi naomba sehemu nyingine, Mungu Tanzania tutafikia sehemu Mungu atuache. Tusipokaa vizuri watumishi wa Mungu, wachungaji na wengine kadhalika, Mungu atatuacha. Heri tupambane na watu walio nje kuliko wa ndani. Mtu ukimwona kanisani pako mwimbaji ameweka nywele marangi yale ya msauzi, huyo muondoe kwenye paya haraka sana. Huyo ndio agent wa shetani. Na watu leo wajajua hivi. Leo wanadamu tunazaliwa, kuna mwili mtu unajikuta yuko kanisani, lakini mwili wake ukiangalia kumbe huko ni mwili wa binadamu, huko ni mwili wa kipepo. Halafu ni mwili mwingine mwili wa jina la wana wa Anaki. Lakini hatuelewi viumbe vinavyoonekana katika ulimwengu wa roho wanaitwa wana wa Anaki, wameungamanishwa na mwili ya wanadamu, na ndio hawa wanaosumbua kanisa leo. Na tuwaelewe, na wametapakaa dunia nzima. Na hao ndio wana wa Anaki wanaozungumziwa ni viumbe vilivyoasi na shetani, na ndio vimetapakaa, na ndio maana hawataki kuvaa nguo, vinabaki kutembea uchi. Na ndio hao wanaoharibu kanisa. Na sisi tunaangalia, na sisi tunanyamaza. Makucha ameweka mikononi kwenye kope, rangi, mara uchi, nguo za ndani. Hatunaangalia, tunafurahia sadaka. Sadaka zitatutoka ndani ya vitu vyetu. Ninachokwambia, wewe ni mtumishi wa Mungu kama mimi. Ninakuomba mtumishi wa Mungu mahali uliko, wa mabara ya Afrika na mabara ya Ulaya, uwe mzungu, uwe Mwamerika, uwe Mrumi, uwe kabila gani, ninachokwambia, simamia msingi wa Injili wa kuambia katika msingi. Yesu aliwakemea hadharani. Yesu alimwambia Petro, rudi nyuma yangu shetani. Wazayo sio ya Mungu, wazayo wa binadamu. Alijua ndani ya Petro kuna nini kipi. Ninachokwambia, tafuta njia ya kuabudu Mungu. Na mimi nimalizie hapa. Kama nimekwambia msingi wa neno, sasa wakati huu sio kutafuta nguo, sio kung'ang'ania kutafuta magari. Huu ni wakati wa kutafuta kiroho, ili Yesu anapokuja kunyakua kanisa akukute huko tayari umekaaje. Usije ukamaliza vibaya, usije ukamalizia jehanamu, usije ukamalizia motoni, umalizie safari yako mbinguni. Na jina la Bwana likubariki, na Mungu akukumbuke, akupa ufahamu wa kugundua haya. Hivi ni wapi nilipoanguka, na nini kanisa langu na kweli? Mbona wavaa moto wengi? Mbona watu wanaovaa nguo zilizofanana katika miili yao? Mtu anavaa nguo, mtoto wa kike, sigeti imebana, hata kutembea hawezi, hata kukaa kanisani mwingine kakimini, mpaka atavuta kitambaa aweke mbele kama pasia. Maisha gani hayo? Na wewe mchungaji unaangalia tu. Biblia inasema hivi, shetani amempiga mchungaji na kondoo wanatawanyika. Ninachokwambia wachungaji tu, inueni macho na kujua msingi wa Kristo. Wapi tulipouacha? Mtu akiwa hivyo, fukuza, toa kanisani. Huyo ni agenti, huyo ni mwana wa Anaki.
Toa ubaki hata washinda 30. Heri hao kuliko kurundika watu ndani ambapo hawana msingi wa kiroho. Jina la Mungu na Yesu Kristo aliyekufa msalabani atakuja kuidai damu ya watu hawa. Ukuwapa msingi wa kimungu. Na mimi nalia machozi kwa sababu nimeumia kwa ajili ya watu wanaoangamia na dhambi. Jina la Bwana libarikiwe. Na kushukuru Mungu uliye mwaminifu. Sikia haya maneno katika mapenzi yako. Neno la Kristo likawafikia watumishi wa Mungu na kanisa libadilike katika mapenzi yako. Amen.